Katika dunia yenye changamoto nyingi, kuna watu ambao hawakubali giza liwazuie kuona kesho yao. Na hii ni makala ya msichana ambaye macho yake hayana nuru, lakini ndoto yake inaangaza kama jua la asubuhi. Na hapa namzungumzia binti jasiri Winifrida Gilbert Wilson, aliyezaliwa katika wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma, ambaye alikuwa na uoni wa kawaida kama watu wengine, lakini mwaka 2018 alianza kuhisi maumivu ya macho akiwa kidato cha pili katika shule ya sekondari ya Godegode iliyopo wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma. Changamoto hii ilianza mwaka 2018 nikiwa kidato cha pili. Kichwa kilikuwa kinanisumbua na macho yalikuwa yanauma sana, yanavimba, yanakuwa mekundu. Kutokana na kutotibiwa kwa wakati, macho yangu yalizidi kuathiriwa na hatimaye nikaja kuhitimu kidato cha 4 2020. Lakini licha ya hali hiyo, moyo wake ulijaa matumaini na shauku ya kujifunza zaidi na zaidi, ingawa mazingira yaliyomzunguka hayakuweza kuwa rafiki kwa ndoto zake. Baada ya kukaa kule kwa muda mrefu, macho yameshaathirika. Watu wakawa wanaona kwamba nikikaa pale nyumbani, maana nilikuwa naishi na bibi, wakawa wanasema hivi kukaa pale na bibi itakuwa ni mzigo. Kwa hiyo akasema hivi niende labda kwa mama nikakae. Nilivyoenda kule nikakaa muda mfupi. Baada ya hapo akaja mjomba akanikuta kule nikiwa naendelea kuhangaika. Baadaye mjomba akasema mjomba, ndio umekuwa hivi, macho yameharibika na unaendelea umekonda hivi, basi ngoja nikuchukue tuende tukakae wote kule mjini Dodoma. Kutokukata tamaa kwake kulimsaidia sana Winifrida. Licha ya hali yake ya maumivu ya macho kila wakati, aliendelea kusoma kwa bidii mpaka alipofika kidato cha 4 na kupata ufaulu mzuri wa daraja la pili na kuchaguliwa kwenda kidato cha 5 katika shule ya sekondari ya Mabwe Tumaini. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2021 na kusoma mchepuo wa PCB, na ndipo ndoto yake ya kuendelea na shule ilionekana kufifia kabisa na kuzimika kama mshumaa gizani. Hapa Winifrida anaelezea namna ambavyo alipokea ripoti ya madaktari baada ya vipimo kuthibitisha kuwa mishipa yake kwenye macho imeathirika vibaya na hivyo hatoweza kuona tena, hali iliyomfanya aache masomo yake akiwa kidato cha 5 na aliamua kurejea nyumbani kwa ajili ya kuanza maisha yake mapya akiwa katika hali ya ulemavu wa macho, akiishi na mjomba wake Makulu mkoani Dodoma. Nilipofika kule kwa daktari aliyachunguza macho, hatimaye akaniambia ya kuwa macho yangu mishipa ile ya capillaries imeachana. Kwa hiyo imeathirika sana, haiwezi tena kutibika na hamna dawa ambayo itaweza kusaidia, na kilichofanya hivyo ni presha ya macho. Winifrida aliweza kukumbana na vikwazo vingi katika nyakati ambazo alihitaji sana elimu, ingawa ulemavu wa macho si wa kuzaliwa. Hata hivyo, Winifrida hakukata tamaa kabisa, na ndipo simulizi ya maisha yake ilianza kubadilika siku alipomsikiliza kupitia redio ya Uzima ya mkoani Dodoma, ambapo mkaguzi wa polisi Inspekta Ezron Magesa kutoka Kamisheni ya Polisi Jamii, kitengo cha ushirikishwaji wa jamii, makao makuu ya polisi Dodoma, alipokuwa akitoa elimu kwa jamii na kutaja namba yake ya simu kwa wasikilizaji, ndipo Winifrida alipoamua kuomba kurudishwa shule. Hivyo baada ya michakato kadhaa kufanyika, alipangiwa shule ya sekondari Lugaro, taasisi ya HKL. Kwa majina naitwa mkaguzi wa polisi Ezron Ernest Magesa kutokea Kamisheni ya Polisi Jamii, kitengo cha ushirikishwaji wa jamii, makao makuu Dodoma. Nakumbuka mnamo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2024 nikiwa katika redio Uzima iliyoko Dodoma, nikiwa naendesha kipindi na nilikuwa na mada inayozungumzia ukatili wanaofanyiwa watu wenye mahitaji maalum, lakini kukiwa na malengo ya kubadilisha mtazamo dhidi ya kundi hili. Katika mada hiyo na siku hiyo nilikuwa nimejikita namna ambavyo fimbo nyeupe inatumika na watu wasioona
Namba binafsi watu walinipigia simu, lakini moja kati ya watu ambao walinipigia simu ni Winifrida Gilbert Wilson ambaye alinipigia siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2024, na aliponipigia simu aliniambia yeye amepata shida ya kutokuona na anawezaje kurudi shuleni. Swali lile aliponiuliza, nilimuuliza kutaka kujua kwamba uwezo wake wa kutokuona ulitokea lini. Alinijibu kwamba ameanza shule kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4 akiwa mzima, lakini pia amezaliwa akiwa mzima kabisa, hana shida yoyote ya kutokuona shuleni. Basi nilifanya jitihada, nilirudi ofisini kwa sababu zilikuwa ni siku 2 kabla. Nikamwambia Afande Misime ambaye ndiye alikuwa amekaimu nafasi ya kamishna wa polisi jamii, nikamwambia afande, kimetokea kitu hiki nikiwa redioni, na aliniambia mimi nakubariki, hebu endelea, fuatilia tuone huyu binti changamoto alizopitia, na pale ambako utakwama unione. Lakini pia kwa sababu niko chini ya afande naibu kamishna Henry Mwaibambe, basi naye pia nilimwambia kilichotokea. Nilipomwambia naye akaniambia ninakubariki. Basi nikawasiliana na Dr. Matonya ambaye ni mkurugenzi wa elimu maalumu aliyoko Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi. Alinipa pongezi, lakini akaniambia namna gani ambavyo naweza nikamsaidia iweze kurudi shuleni. Aliniambia nichukue vyeti vyake, na baada ya kuvichukua vyeti vyake huyo binti niweze kuviwasilisha kwake kwa ajili ya hatua zaidi. Mara baada ya mchakato mzima wa kumwezesha Winifrida kimasomo kufanyika kwa viongozi mbalimbali wa Jeshi la Polisi Tanzania, binti huyu amekuwa akiendelea kufadhiliwa kwa kiasi kikubwa na mkaguzi wa polisi Ezroni Magesa. Ilipofika mwaka 2024 ya mwezi Oktoba, Winifrida alikwenda rasmi kusoma katika shule ya sekondari Lugalo iliyopo mkoani Iringa, ambapo alianza kufundishwa elimu ya nukta nundu. Baada ya miezi kadhaa kuelewa kujifunza elimu hiyo, walimu wake walimtaka abaki shuleni hapo ili aweze kuendelea na masomo yake ya kidato cha 5 na cha 6, ambapo alibadili taasisi ya PCB na kuamua kusoma taasisi ya HKL. Wakati akijiandaa kwenda shuleni mkoani Iringa, Winifrida alibahatika kupata nafasi ya kuzungumza na msemaji wa Jeshi la Polisi Tanzania, naibu kamishna wa polisi DCP David Alphonse Misime, ambapo alimsisitiza kujiamini kila siku na kumweleza kuwa anaweza kufanya vizuri zaidi katika masomo yake na kama atamtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi ni kutakie kila laheri unakoelekea huko Iringa kwenye kwanza ya masomo yako. Sisi tuko pamoja, Jeshi la Polisi liko kila mahali, lakini kwa vile serikali imeshalibeba hili, tunaamini itakamilika kulingana na unachotamani kukifikia katika maisha yako. Ni safari ya zaidi ya kilomita 259 ambapo kutoka mkoani Dodoma kuelekea mkoani Iringa, timu hii ilisafiri katika milima na mabonde kwa ajili tu ya kwenda kuhudhuria mahafali haya ya Winifrida, binti shujaa, binti jasiri ambaye hakika hakukata tamaa. Siku iliwadia. Ilikuwa ni tarehe 16 ya mwezi Aprili kwa mwaka 2026. Ilikuwa ni siku ya kufana katika shule ya sekondari Lugalo. Ilikuwa ni siku yao ya kuweza kuhitimu katika mahafali ya 24 katika shule hiyo. Ni asubuhi na mapema. Hakika umependeza. Hii ilikuwa ni fursa nzuri kwa binti huyu jasiri ambaye hakika anataka kutimiza ndoto yake. Ilikuwa ni siku ambayo haitofutika kirahisi katika maisha yake. Ndiyo, ilikuwa katika shule ya sekondari Lugalo na ilikuwa ni siku ya mahafali yake. Katika mahafali hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakapu Alan Bukumbi, aliweza kumkabidhi kiasi cha shilingi milioni 5 Winifrida kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, na alimtakia kila laheri katika safari yake anayoendelea nayo
ya kielimu. Pia aliweza kumpa ujumbe wa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania akimtakia heri Winifrida. Mkuu wa jeshi la polisi anakupongeza wewe Winifrida Gilbert Wilson kwa hatua uliyofikia. Anakuombea na kutakia heri na baraka za Mungu kwenye safari yako ya masomo. Anakuzawadia fedha kiasi cha shilingi milioni 5. Winifrida akiwa shuleni hapa ameonekana kuwa na nidhamu, upendo na heshima kwa walimu na wanafunzi wenzake, na hii imekuwa chachu ya kupata ushirikiano thabiti na msaada kutoka kwao. Hapa mmoja wa rafiki zake aitwaye Winifrida Sanga anabainisha namna ambavyo anashirikiana naye kimasomo na hata kwa maisha mengine, jambo ambalo limekuwa msaada mno kwa Winifrida Gilbert Wilson. Jina langu naitwa Winifrida Mbilikile Sanga, ni mwanafunzi wa Lugalo Sekondari. Rafiki yake kubwa sana wa Winifrida Gilbert Wilson. Tabia nzuri kiufupi, sio msumbufu, sio mkorofi. Hivyo natamani tuendelee kuwa hivi na urafiki wetu hata baada ya kumaliza shule. Nampenda sana rafiki yangu. Kwa upande wake mwalimu wa shule hiyo anayemfundisha Winifrida alikuwa na haya ya kusema. Jina langu naitwa Mwalimu Singila Kasumuni, mwalimu wa shule ya sekondari Lugalo. Lakini mpaka tunavyoongea sasa hivi, kwa kweli amesha master maandishi haya na anaenda vizuri sawa na wanafunzi wenzake. Amekuwa akipata daraja la kwanza kwa mchepo wake anaosoma wa historia, Kiswahili na Kiingereza, yani HKL. Aidha, mjomba wa Winifrida amelishukuru jeshi la polisi Tanzania kwa msaada wao wa dhati walioutoa tangu mwanzo mpaka sasa, na ameweza kumshukuru mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Mongoso Wambura kwa kuweza kumpatia zawadi ya fedha ya kiasi cha shilingi milioni 5, fedha ambazo zitamsaidia sana katika kutimiza malengo yake ya kielimu. Kwa majina naitwa Sebastian Venus Masinjisa, ni mjomba wa Winifrida Gilbert Wilson kwa msaada mkubwa wa jeshi la polisi. Namshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi wa Tanzania, IGP Wambura, afande Wambura. Nakushukuru sana sana sana. Safari ya Winifrida Gilbert Wilson bado inaendelea, na ametoa funzo kubwa katika jamii kwamba ulemavu si mwisho wa maisha, bali mwanzo wa ushindi mpya. Huu ndio mwanga wa ndoto na hadithi ya Winifrida, ambao ni ushahidi kwamba ulemavu si mwisho wa ndoto, bali ni changamoto inayohitaji moyo thabiti na msaada wa jamii. Pia ni kielelezo cha namna ambavyo jeshi la polisi Tanzania kupitia kamisheni ya polisi jamii limeweza kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za kijamii kwa kugusa maisha ya watu katika nyanja mbalimbali, na hata katika kuendelea kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Leo hii Winifrida Gilbert Wilson si yule tena aliyekata tamaa, bali ni alama ya matumaini, ushindi na uthubutu.